Mjambo tena wasikilizaji wapendwa wa radio na television yetu ya diaspora ya Grand Kivu. Ndugu zangu, kama nilivyowaambia kusema kwamba na kuahidi, ninawaletea habari nzuri tena nzito kuhusu mambo yanayoelekea huko kwenye viwanja vya vita. Ndugu zangu mtazamaji, msikilizaji wa radio na television yetu ya diaspora ya Grand Kivu, tegeni sikio na ili uweze kunisikiliza vizuri. Tambueni ya kwamba Generali Christian Ndaiwele pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu tayari wamewasili Baraka ili utaimini hali inayoendelea kwenye mstari wa mbele huko Minembwe. Tambueni baada ya kuwasili, baadhi yao waliekea moja kwa moja kwenye maeneo ya mapigano ili kutathmini hali. Walipokea taarifa na ripoti mbalimbali. Tambueni ya kwamba kamanda mmoja na naibu wake walinyang'anywa simu zao baada ya kutuhumiwa mara kadhaa kuhusu madai ya usaliti. Tambueni ya kwamba hata walinzi wao waliojiwa na baadhi yao waliwashtumu viongozi wao kwa kushirikiana na adui. Tambueni ya kwamba ndugu msikilizaji, watuhumiwa hao wamewasili Uvira huku simu zao zikisalia mikononi mwa waafisa wanaochunguza suala hilo. Ndugu msikilizaji, inadaiwa kuwa watu wengine kadhaa watakamatwa kulingana na majina yaliyotajwa na waliokwisha tiwa mbaroni. Amri hiyo ilitolewa na kamanda anayesimamia operesheni la idara ya upelelezi. Tambueni ya kwamba ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa walinzi hao, makamanda hao walikuwa na vifaa vya GPS vilivyodaiwa kutumika kutoa taarifa kwa wanajeshi wa Rwanda kuhusu maeneo ya wanajeshi wao. Pia walidai kuwa kabla ya mshambulizi ya drone waliwaagiza walinzi wao kuondoka, na baada ya kuondoka maeneo yaliyobaki yalishambuliwa. Fahamini ya kwamba Kinshasa inapaswa pia kuwa makini. Haiwezekani kuwapa maafisa wa zamani wa utawala wa Kabila uongozi wa operation za kijeshi huku wakiongoza askari vijana wa infantry. Ndugu zangu msikilizaji, inadaiwa kuwa baadhi ya makamanda wa kijeshi kwa sababu ya fedha wanakubali kuwatoa kafara maelfu ya wanajeshi. Vijana wengi wanaopigana mstari wa mbele wanakabiliwa na mashambulizi huku wengine wakinufaika kifedha. Inadaiwa pia kuwa wanajeshi wa Rwanda hawasaliti wenzao kwa ajili ya fedha, lakini baadhi ya Wakongo wanadaiwa kufanya hivyo kwa kujinufaisha huku wakihatarisha maisha ya maelfu ya vijana walioko vitani. Tambueni ya kwamba
Hakuna huruma kwa wahusika hawa ikiwa tuhuma hizi zitathibitishwa. Wanapaswa kufikishwa mbele ya sheria na kuwajibishwa. Yani tambueni ya kwamba, ndugu msikilizaji wa radio na televisheni yetu ya Diaspora ya Grand Kivu, hiyo ilikuwa habari ya leo tarehe 9 Juli na mwaka wa 2026, yenye mlikuwa mkifuata habari kutoka kwenye eneo la vita. Tambueni ya kwamba punde si punde tutaweza kuwaletea mambo mengine yanayoelekea kuhusu au walioshikwa. Na nawaomba ya kwamba muwe tajari, msiondoke haraka kwenye channel yenu ya YouTube la Diaspora ya Grand Kivu. Ni mimi wenu wa kila siku, mwandishi wa habari mahalumu wa Diaspora Grand Kivu, mnaitwa kwa jina la Fils de Mike Angelo. Asante sana kwa ndugu msikilizaji, ulikuwa nasi toka mwanzo mpaka mwisho wa taarifa la habari letu la leo tarehe 9 Juli na mwaka huu tunao. Tambueni ya kwamba usisahau kusubscribe, kushare na comment, itakuwa vizuri sana. Na asante sana kwa kutunga mkono, itakuwa vizuri sana. Tutakutana tena siku ijao. Asante sana kabisa.